namwambiaga siku zote huyu ni mwizi huyu, lakini kwanza amuelewe. Mimi sio mwizi. Kwa nini siamini wakati nimekuta waje? Hebu kaa chini kwanza. Wewe ni mwizi. Kaa chini bana. Basi kama ni huko basi nisamee tu. Sitarudia kitu kingine. Waliki. Huyu unamwendekeza huyu. Huyu unamwendekeza huyu. Hapana. Huyu ni choko huyu. Wewe vipi? Hebu jamaa anacheka au anayaga vitu vya watu sio anaitwa nani huyu? Huyu mtoto hadi? Huyo. Nakuhurumia sana. Wasikia huyu jamaa mwenyewe simeona ukaa naye makini aeleweki. Juzi nimesikia ametoka kukamatwa kule sio ameiba sio wale sio nani yule. Huyu mwenzetu ameiba wale haichukua jamaa sio akaenda nao wapi. Ana walimu kama naye yule jamani akali sana mwenyewe ndio huyo hapo. Mbona mnakushangaa? Wenyewe vipi mnajipotezea nini? Yeye ndio mmetushangaa kwa sababu nimesema kwamba nyinyi mko mnashuka mnaenda hivi, mbona sio mmesema hapa? Anaona wanaongeza kama wawili. Wenyewe si waelewe wote hawa. Nyie vipi sana usiku wa giza. Watafuteni kwa jasho sio mnaiba vitu vya watu. Haya poa. Nyie wewe tulia tu. Toka bana. Jamani ndio umesikia huko jamaa? Ondoka, vipi wewe? Wewe ni yupi wewe? Wewe nenda nyie wote nyie ni wezi tu nyie. Hapana, kesi msijua sana usiku wa giza. Wapi wewe? Nani tabia zenu hizo? Wewe nyie tulieni huko. Kama mnavyoona mwanafunzi mwenzenu tumemweka hapa mbele kwa makosa ambayo atakuwa ameyafanya hapa shuleni. Nadhani kuna makosa mengi sana ambayo yamefanywa hapa shuleni. Hasa ni kwa mwanafunzi ambaye yuko hapa mbele. Kwa hiyo tumeamua tuitishe kikao ili mwalimu mkuu apate kulizungumzia hili swala. Karibu mwalimu mkuu. Asante. Mimi kama mwalimu mkuu wa hii shule nimepokea mashtaka mengi sana kuhusu huyu mwanafunzi. Hapana mwalimu, naomba unisamehe. Mimi nahitaji kusoma mwalimu. Simamishi mimi. Ni sheria za shule hizo. Alafu baadaye ukuje uchukue barua kwenye ofisi yangu. Wanafunzi wote nataka mtawanyike muende darasani. Wewe dogo njoo wapi? Mwanangu sile jambo langu limefanikisha. Wewe maskini kafukuzwa shule tayari. Uhakika? Hapa alipo anaenda kuchukua virago vyake aondoke zake. Ile umefanya vibaya brother. Sio vibaya, shule. Nilikwambia mnyonge nyime haki. Kwani wazazi wako watajisikiaje kwa mfano? Wazazi wapi? Ana wazazi huyu choko tu. Wazazi wake ni majalala huyo. Sana naye. Kama dunia imenikataa, niende wapi? Nisimame wapi? Nimuamini nani na nimuite nani? Nimeanza kuamini maneno ya mhenga aliyesema kwamba nachoka baba yenu Clemens Mwandambo. Na hisi kwenye hii dunia alikumbana na mambo mengi sana na changamoto za kila aina. Mpaka sasa nimechoka kuwa kivuli cha watu wengine. Nimechoka kuishi bila kuhesabiwa. Nimechoka
kupumua bila kutambuliwa. Lakini bado naishi kwa sababu labda siku moja kuna mtu ataniona kama mtu na sio kama takataka. Lakini ndani yangu kuna moyo unaopiga. Nadhani tumejifunza sana. Kwanza hizi inabidi niwaachie baadhi ya maswali. Nikute mnakupotoa. Ili kwa mtakufanya ni daftari hapo baadaye mimi nisaidie, sawa? Sawa. Haya. Nadhani ndio maswali. Wanafunzi wengine wameenda wapi? Walimu wametoroka, wameruka hapa kumishana. Sawa, wanafunzi watoka. Nadhani wanafunzi mtakuwa na moyo mzuri sana. Inabidi muendelee hivyo kupambania masomo yenu. Sawa? Jitahidini pia kusoma. Msifuate mawazo ya wenzenu, vijana watukufu hawana nidhamu. Kwa maana na kitabu. Unasikia? Hivyo. Kwao mimi si binadamu, ni hadithi ya kuogopesha watoto. Nikipita barabarani watu wananinyoshea kidole. Nikiingia sokoni macho yanabadilika. Nikikaa kimya naonekana hatari. Nikiongea pia naonekana muongo. Maskini hana shahidi, maskini hana wakili, maskini hana sauti, maskini hana nafasi. Jamii inaniona kama kosa, inaniona kama doa. Familia yangu naidhalilisha, naitia aibu. Nifanye nini? Sijawahi kuwakosea, lakini kila siku naishi kama mwenye hatia. Watu hawajui jina langu, lakini wanajua umaskini wangu. Hawajui historia yangu, lakini wanajua njaa yangu. Hawajui ndoto zangu, lakini wanajua nguo zangu. Kwao mimi sio binadamu, bali ni hadithi ya kuogopesha. Pengine mimi sifai kuwa na ndoto. Ndoto zangu zinatakiwa kuwa na watu wengine.